wanaume they need to work on themselves kwanza nowadays. Now wana feel entitled na ha provide anything. What can you tell them? Yona ni ngumu. Acha sasa tuanze sasa hiyo fact. There are men who feel entitled. I have so many friends of mine wenye wamejikuta in relationships, wamepata mtoi na jamaa, and then this guy is not providing anything kabisa. Mtoto anakuwa hataki kujua, hajui chenye mtoto anakula, hajui chenye mtoto anavaa, hajui mtoto hata anaendelea aje. Lakini ana claim anataka kuona mtoto. Zero financial support. Zero. Hata hivyo, hata before, during the journey of pregnancy, the worst part is this guy was never there. Na kama alikuwa there, alitumanga pesa time ya kwanza na akadisappear. What can you tell such a guy? Man up. Acha nikwambie, man up. Let me tell you. Unaweza sasa hiyo mwanamke mwenye amezaa anapo utampatia mtoto amuone ya kazi gani? Acha nikwambie, kuna one thing unatoa nguvu wapi? Acha nikwambie, kuna one thing bana. Sisemi ina badili na uache kuniangalia na macho ya wazazi. I can be a lady, maybe na sasa si obvious niko na huyo baba mtoto, the baby daddy tuseme. So maybe ni ile tu nasema ni mama mzuri. Nataka dad aone mtoto wake. Sometimes into sitasema nipata, lakini sometimes ndo anajipatanga na hiyo like okay, wewe ni babake, so you can see him. But hata lakini sometimes hata sometimes inakuwa ngumu. Sometimes inakuwa ngumu. Hata mimi nataka uone mtoto wako, but unamuona kama nani. So ilikuwa tough hiyo kuinama. Acha niseme tu hiyo time nilihangaika. Nasema tu kweli nilihangaika juu nilikuwa peke yangu. So the dad was nowhere. He was nowhere. Na una smile. That is strong woman. Okay. Juu ni peke yangu. Ile sometimes unakuwa mpaka tukisema unafanya kazi mchana bado bure ama usingizi mchana usingizi na kusumbua ile proper. Mtu unaweza kuwa umetoka tu usingizi tu hiyo time unakaa hivi unaanza kudozi. So niko peke yangu, lazima nifungue kazi. Bado ni like okay, I was alone. So ujui kazi zote ni mimi najifanyia. Hadi za nyumba. Za nyumba. Bado nilikuwa mpaka naenda soko. Serious. Strong independent. Okay, sasa siambia mzae akuje aende soko. Bado sijamwambia niko na bwana. Sasa hiyo ni one thing. My sister sometimes alikuwa ananisaidia, but ni ile obvious weekdays. Kuna sometimes obvious uta need stock. So lazima unaenda soko. Na sometimes unaenda tu huku ukizunguka hapa chini. Pain. Kuna kuka uchungu mtu anasikia kama ya cramps. So hiyo uchungu, usingizi, kuchoka, hizo zote. So mpaka zinakulemea. So how was your last trimester? My last trimester pia ilikuwa tough sana. Sasa unajua hapo mtoto ashashuka. Kwa hapa chini. Sasa ni mama mimi kutoka natoka. Hiyo time manzi huku chini hiyo pressure ulikuwa na feel. Mimi sikuwa nafanya kazi. Mimi nishawaambia yes sijisema tena. Chini nilikuwa nafanya kazi. Lakini nilianza kumiss classes za asubuhi. Sasa usingizi sasa ndio ulikuwa imenoga sasa. I used to sleep bana. Mimi nikiamka tu ni chakula. Afu kukula nilikuwa nakula. Wewe. Nilikuwa fundi. Kukula. Nilikuwa nakula sana hiyo that trimester. Kuchoka, hiyo pain, hiyo ya huku chini kwa tumbo. Ilikuwa inani affect mguu ya right. Sasa nilikuwa nashikwa na zinaitwaje muscle pulls. Ilikuwa inafika time hadi siendi shule juu hizo muscle pulls. Yani ni uchungu. Hizo muscle pulls. Ilikuwa zinanishika sana hiyo morning hours. Kukula sana, hiyo kuchoka. Sasa pia
kukua hizo moods. Sasa zilikuwa zinaisha. So I was a very happy person. That trimester nilikuwa na enjoy, nacheka kwa, nilikuwa nasema maisha sasa ni yangu saa hii. Sasa hivi ni masaa ya kupokea mtoto. Hey, nilikisha nikaanza ku cool down, nikakuwa sweet, you know, sweet darling. Yeah, so when was the first, how did you feel when you had your first kick ya mtoto? Hey, ilikuwa fiti. Acha nikwambie, mimi like nilikuwa tu nakaa hivi. Literally. Alafu kuna masaa specific nilikuwa najua kana gonga. So nilikuwa tu nakaa hivi na simu ni record. Inakuanga aje? Sijui ni explain, lakini unakuka feeling. Unangojea tu. Unaona kama mkono. Hapo kama mkono kana nini hadi hapo kwa chini. Unaona hivi ni kani ngumi. Mimi niko naona kani ngumi za hivi. Unaweza sometimes ni kama stretch yani. So alafu unapata one side of the nini imekubwa kuliko. Acha nikwambie my friend, the first time niliona hiyo kitu imefura hivi. Nilijua mimi nimeua mtoto. Niko class hivi nitoka haki ana mama, alafu ni kama alikuwa anakaa ongea sana ama sichundi kutana, alikuwa anatania the that trimester anafura one side bana, unashangani nini? Unapata nguo imeenda hivi watu kwani hii mimba ya huyu baby traumatizing, lakini hiyo kufura mimba imeanza kuenda, nikaenda kuenda kitu ni traumatizing, ama anataka kutoka atembee. So the first kick ulikuwa nayo, what was the feeling like? How did you feel? Your feeling man, once explain. It is so awesome. Feeling a kick. Unataka hiyo record. Vile tu amesema, unataka tu record. Uonyeshe tu ndio mtu amekick akido huyu ndio afu mshike tu. Yaani akiona feel manze ni very ile unaweza shika hivi, unasikia like ni kama ana rotate. Kana move tu. So you need the third ama that trimester. The third. Hapo ndo mtu anakikigi sana. Yaani uchungu hizo kicks. Si mchezo. Kwanza ukiwa njaa. Mtoto anakiki uchungu. Nika pia sijui anakula hiyo chakula. Ukiwa njaa mtoto anakiki uchungu. Ni uchungu kweli hizo kicks zingine. Zinakasirisha ujue by the sometimes. Yes ni fun, lakini sometimes zilikuwa zinakasirisha. Juu umetulia tu, umejitulizia tu. Unapata tu mtoto amerusha teke. Mpaka unamuuliza panda. Say relax. Anaweza move sana. Wewe tu ukae tu hivi, amalize tu. Simemaliza tu sasa, wacheni tulie. Sasa hiyo time tumbo haiko apart from the lower pain. So after sasa hiyo trimester, now labor pains. What? Now the labor pains. I know there are people who wanaumwa mpaka some of them wanaweza ruka kichwa. I heard that somewhere you will clarify on that. Like unaweza umwa na labor pains hadi uruke kichwa. Kuna wenye hawaumwi completely and kuna wenye wako tu hapo katikati. So how can you say about that? Hizo labor pains. Now after which month do you know the exact date ama unakaa ukipredict? Kuna hizo zinakuwa zimeandikwa kwa hosi ya kungojea hiyo period. So kuna hiyo kwanza, kuna false labor, kuna sasa labor yenyewe. So sijui kama uli experience false labor. Mimi nili experience false labor. Na nikaenda hosi but nikaambiwa njia bado ni kidogo, it was only 2 cm. Lakini labor mtoto wangu si mchezo. Watu walikuwa wanasema ati ni cramps. Kuna cramps hapo. Hakuna. Nilikuwa naona kama ni dabu ya cramps. Alafu kanakuja hivi, kanakuja kuna hiyo pinya sime kama 5 minutes. Alafu unafanywa tu hivi pole hivi tu inaongezeka. Inaendelea sasa kukua worse.
Kwa sababu ukiona wamama wanazunguka hivi kwa ward wakisoma Bible wanaisoma wafu. Nikwambie mama wacha nikwambie niliimba mawimbo ile hospitali. Serious. Ujumbe kwanza nilianzia kwa nyumba. Alafu inakuja na cravings yake. Yangu ilikuwa pilau. Na hiyo pilau ilikuwa saa 4 na nilisema nataka pilau. Yaani inakuja na cravings yake. Hiyo labor pain. Sasa tumeendea pilau hivi. Sasa nikasikia kuna pain nyingine ilinishika kwa mguu. Mimi sijui kama ulifeel hivyo. Kuna pain ilinishika kwa mguu hapa. Nikamwambia nilikuwa na my man hiyo time. Nikamwambia nasikia uchungu mwingine imenishika kwa mguu, si normal. Akasema tupande piki tuende kwa nyumba. Sasa kumbe piki ndo wasi. Hiyo kucharusha fika kwa nyumba. Kiuno yangu ilikuwa kiuno, unajua kuna kiuno na tumbo. Kwa mgongo na kwa tumbo yangu sasa ilikuwa ya mgongo. Nimekaa hivi. Hiyo pain ilikujaga tu. Nikamwambia, "Woi, ndio hiyo. Wacha tu niende bafu." Unaoga saa warm water, mimi nikadhani si ni cramps. Acha niende, so wanasema ni kama cramps, nione kama warm water itanisaidia wapi. Nilisema tu acha nivae dera yangu. Nikae tu ready. Juu nilimwambia hii pain si mchezo, itatoka. Lakini nilikuwa nimesomaga pale TikTok. Ukisikia hiyo leba imekuja, ngoja ufunguke kidogo, usiende usiku anga. Mimi nikwambia nilizunguka hiyo nyumba hivi. Nilikuwa nasikia watu nikaa sijui ni chapa. Nakwambia uchungu my friend. Inakuja hivi. Ni uchungu kabisa. Afu inapoa. Sasa hospitali ndio ipo wapi? Unaambiwa zunguka. Sasa nimeenda hosi. Naambiwa fanya exercise. Hiyo time. Nishaambia hiyo period sasa si unajua sasa tunaenda kuzaa. Hiyo sasa labor pain ikikuja hiyo ni kuzaa. Ni hosi tu sasa. Nikaona kila mtu wetu huko. My father, my mother, my brother, my man, his best friend. Chakula pilau yangu imebeba hospitali. Sitaki hata kuiona tena. Hiyo uchungu nakwambia mtu wangu anachukua mgongo, mimi nimerarua makaratasi hospitali za ukuta hizi zimewekwa, nimezirarua hiyo uchungu. Unamwambia nisugue. Unamwambia unanipima kwani? Nisugue hiyo mgongo. Yaani matusi bado ziishi. Niambia babangu sitawahi rudia. My friend ililekewa recording. Sikuamini ilikuwa mimi. Nilikuwa kama mwenda wazimu. Nilikuwa naambia baba sitarudia. Baba sitawahi rudia. Nikamwambia baba koli huko. Yeye ndo alinifanyia hivi. Sitarudia tena baba. Wacha nikwambie uchungu ilikuwa inakuja hivi naambiwa. Daktari ananiambia twende upimwe njia. Naambia daktari utanipima? Sipimwi njia. Sipimwi. Na ngoja mimi I had my own doctors walikuwa nakaa. So mmoja ndo alifika. Sasa huyo mmoja hiyo mmoja alisema ndio upimwe njia ndio nilifuata. Alikuwa my friend. Sasa nikamwambia mimi hata niona. Acha tu daktari mwingine tu anipime. Weko there for me the papers ni nini. Nakwambia daktari aniingisha ananiambia pana kwa kitanda. Namwangalia. Ananiambia msana wewe kichwa ngumu umedi umebelezwa. Ananiambia msana umedi. Medi uko umebelezwa. Ananiambia msana pana kitanda. Ananiuliza umebaswa. Namwambia daktari sina. Nilikuwa na hasira baby. Ananiambia panda, acha nikwambie kupimwa njia si mchezo. Akaniambia msana na kupasua maji. Hapo jua anakuita mama. Na sasa ujaza. Wanasha kuita mama. Sasa uko nayo. Mimi siko na kusikia jina mama. Wallahi. Niambia daktari hapana tuheshimiane. Hiyo kupima njia ilikuwa uchungu. Yaani kila kitu tu kuhusu kuzaa it's so bad. Panda kitanda upimwe hiyo njia. Sijui kama ulipimwa njia mara kadhaa. Unaambiwa uko 4 cm. Unashangaa utafika 10 saa ngapi? Hiyo chungu. Lazima ufike 10. Manze lazima ufike 10. Sasa sijui kama umepanda hivyo uambiwa panda kitanda. Umepimwa njia yako mambo bado uko 4 cm mama. Nenda bado uzunguke huko nje. Umeenda kuzunguka huko nje na watu wenu. Kwa umesuguliwa hapo mgongo. Na kwamba nikisuguliwa hiyo mgongo, hiyo kusuguliwa hata bado isaidii lakini unataka tu ushikwe tu. Ananiambia ingia kwa labor room. Mimi naye nilikuwa kichwa kuu. Nilikuwa naingia hivi narudi. Nataka kukaa penye mzee wangu wako yo. Mniache tu. Tumekaa hapo. Kimefika. Kwenye ilikuwa hatari. Labor pains ilikuwa noma. Labor pains ilikuwa noma. So finally So for me ilienda 9 hours actually. 9 hours. I was very strong my friend. Wacha nikwambia yangu ilienda 9 hours. Maybe ingeta less. Ndio wachi aliambia my parents, mkikaa na huyu msichana hapa hata za sai.
muache tu akae peke yake, mtoke tu nje kidogo muone. Na ni kama hiyo inafanya anashuka. Hiyo peke yako. Ukiacha peke yako by the way, it's true. Inafanya mtoto ashuke. Acha nikwambie vile wazazi wangu watu hao wenye nilikuwa nao waliambiwa tutokeni nje. Ilikuwa sasa hiyo ilikuwa 6. Nilienda hiyo challenge nitembeza, nikamwambia sasa wewe nishike tu mkono jumefukuza watu wetu, nipandishe tu ile stairs. Alinipandisha hiyo stairs. Akaniambia usijali, nilikuwa napiga nduru. Niliimbia watu ile hospitali, acha nikwambie. Napanda ukilemba gospel la mkoni. Niliimba ile mbango yenye napendaga inaitwa mpongo. Niliimba ile. Sijui akili inakuwaga off. Juu, maana hiyo uchungu, yani nika usikiki, yani nika ufikiri, nika uone mtu yani mpaka unaweza piga mtu kofi na hawezi kufanyia kitu, daktari hawezi kufanyia anything. I will slap you, you will not do anything my friend. Hiyo uchungu nikikumbuka hivi nasema Mungu wangu, mimba wacha ikuje na maji. Siwezi pata. Ile uchungu haiko kwa mchezo. Nikaenda yangu baby ilienda only 9 hours. 9 hours ikafika masaa hivi unajua unaambiwa sasa kufika ndio uzai unasikia pupu. Unasikia ndio unasukuma. Walai kukunia ina yule mkunio mzuri. Unaona hiyo? Sio unasikia hiyo sasa. Acha nikwambie. The cleaners in that hospital knew my name. Na mimi nanuka vipi? Pesa was not mchezo. Na si eti tunatoshana hivi ni kubwa. Unaenda ukiacha tu kila mahali. Haiko mchezo. Daktari akaniambia msichana usikune kila mahali. Rest. One place, mimi niliambiwa rest in one place. Mtoto wangu anataka ku rest in one place. Ni all over. Wacha niangushe mpanguzi. Unajua kuna nyona bleed na kuna wakubusu. So hiyo mnasikia kwa TV ati unasikia it's real. Hiyo ndio mtoto anatoka. Daktari kaniambia panda kitanda nipime njia ya mwisho, kunipima njia ya mwisho 8 cm. Wacha sasa nikwambie my baby. Ndio huyo sasa ndio anataka kutoka. Ndio sasa anasukuma. Unasikia tu uchungu ni mbaya. Unasikia tu daktari anakuambia usisukume mtoto hivyo bado hajafunguka nje, usisukume mtoto hivyo. Ukisikia hiyo pressure ikikuja, hiyo ya kusikia saa kupupu, ukisikia ufai kuipush hiyo maji itoke. Unafaa utulie. Unaona? So ukishatulia, ukirelax, mtoto hiyo njia inafunguka. Unaget sasa kuna bado unasikia hapa oxygen kwa pelvic, intrapelvic. Kuna hiyo pain unasikia sasa kuna hiyo contraction ya. Wacha nikwambie masaa ya mwisho daktari wangu baada kwa amefika wote. Mimi nilikuwa na pressure. Nilikuwa na simu yangu napigia daktari wangu hajafika. Kumbe alikuwa on the way. So the cleaners ndo wako hapo, doctors ndio walikuwa wanashughulikia nani. So mimi niko hapo tu na cleaner. Na cleaner by the way was my tribe, alikuwa akisi. So alikuwa ananiambia ukisikia tu unasikia ni kama mtoto ndo huyu, panda tu kitanda. Nikamwambia daktari ndo hiyo nasikia. Ndio mafu natoka, daktari ndo hiyo. Kaniambia panda kitanda, panue mguu. Sasa hiyo time acha nikwambie Maina. Kupanua mguu ilikuwa noma. Na kupanulia mguu as huu. Nakaraka uko tu hivi, msichana panua mguu. Unafinya mtoto. Daktari, msichana panua mguu. Mwisho unapanua hivi. Unasema uzuri tutaipatana na wewe mahali. So mtoto wangu kumbe hiyo time sasa nilikuwa nasukuma, kichwa ilikuwa ishachungulia. So akaniambia panda kitanda, open your legs. So the baby's head ndio hiyo. Akaniambia nakudunga, akaniambia push. Nakudunga, nikamwambia daktari hiyo dawa mimi unidungi. Hiyo sasa ndio inachizisha watu. Ndio ukisema ati sijui labor pain, hiyo dawa sasa ndio inachizisha watu hiyo. Hiyo ya pain. Hiyo unaekea sasa those people wenye wasikio pain ndio unaekea sasa hiyo dawa. Sasa hiyo dawa ndio pain ni lazima. Sasa hiyo pain ni lazima usikie hiyo pain. Sijui ndio inakusaidia sijui kufanya nini. Siko hata mimi naelewa. But sasa mimi hiyo dawa mimi nawe iko ni battle. Alikuwa karibu andunge, ni wewe daktari kusukuma na sukuma daktari. Hapo na ile bidi kuwe humble. Sasa alikuwa shaniambia hiyo dawa. Ukiekewa hiyo dawa hivi. Wewe umekuwa wazimu. Niliambia daktari ndasukuma. Nikashika mguu hivi nikamfaka niambia push msichana push. Ndio hiyo kichwa tunaona nilisukuma mara 1 2 ya 3 ya 4. Nikahesabu. Mimi nilihesabu 1, daktari 2, daktari 3, 4.
Shatoa my ane. Mtoto wangu ashatoka. Sasa uje mkajua ni dem. Daktari aliniuliza hivi nikaona ni kijana nikacheka kweli kweli. Nikamwambia daktari, umefanya kitu ya maana sana. Nilimwambia daktari umefanya kitu ya maana. Nilipush. Mtoto alikuja hivi amelia hivi nikasema Mungu asante. Daktari asante. Mimi nashonwa mbele mtoto anakurarua mimi. Yeah. Kurarua. Na unashonwa live. Nashonwa live. Vitu unadungwa ya kugandisha. Mimi ya kugandisha nilidungwa lakini mwisho nilisikia hiyo pain. Ya kugandisha nilidunga kugandisha. Mimi nashonwa lakini niko video call. Nimewazalia kijana. Mnaniambia nini? Nimewazalia kijana. Mnaniambia nini my friend? Hey, walikuwa wanajua ni dem. Joskadi ilikuwa imesema ni dem. And me was expecting a boy. But my my boy, yani my pride. Wacha nikwambie maisha inabadilikia hapo. Ukiona mtoto hivi, your life changes. Hapo. Yeah, so for you, labor pains zilikuwa vipi? Zangu hazikuwa wazi kama sana. I would say, lakini pia mimi nilianzia sasa na hiyo pain. Sasa hiyo siku nilikuwa nimeamka ile mapema. Nimeenda soko. Kubeba hivi mizigo yangu nasikia hapa chini. Hapana. Sasa ndo nikaamua niende hosi niende check up. So kuna private hospital nilikuwa naenda clinic. So nikaenda huko akaniambia sasa akaangalia the dates zenye nilikuwa due. Kaona bado niko bado lakini the pain ilikuwa worse. So I was induced by the way. Nikaindusiwa. Hiyo ni unaingishwa nini huko kadawa fulani kenye kana ni conservative ya uchungu. Sasa upate keleba. So nikaeko hako kadawa. Alafu sasa enda uzunguke urudi hapo ukisikia uchungu. Mimi na sistangu tukaenda nakimbia narudi. Hadi unakimbia. Tunafanya exercise ndio uchungu ikuja haraka. Wait, au feel pain? Ilikuwa painful. Lakini at first sikufeel hiyo pain but kalikuwa kanakuja kauchungu kanapotea. Kauchungu kanapotea nikasema chapa ni ngangani. Nakimbia hivi narudi pia ananishikilia unaona hivi vile anakushika sasa unangangana uko hivi miguu apart. Unainama kidogo unainuka unapanda stairs. That's what I did. Yangu ilikaa for around 4 to 5 hours. Mimi sana nasema mimi strong na nani. After exercise. Na hiyo after pia mimi ni kama walifukuzwa kauchungu kakaanza. Kakaanza around 6. Nikapata mtoi saa ngapi? Saa 4 na 30. Kwa 37-38 hapo. Lakini sasa hiyo uchungu usikie huku bleed. Nili bleed. Sasa unaacha story bado. Juu ndo mimi nimengoja nikadili peke yangu. Ilikuwa mimi mpaka nilikuwa natapika. Kutapika nilikuwa nasikia natapika, nasikia kukula. Ukuli anything. Sasa ndo nikaanza hizo exercise za mwisho. Pia mimi nilienda kwa pupu. Mimi sasa sikuwa najua. So daktari akasema ukisikia kwenda haja kubwa unaweza enda lakini usikae kwa choo sana. Na niliendanga mara kadhaa na bado na pupu. Si moja. Ndio natoka hapo si mchezo. Hiyo size mchezo. Nikaendanga. Nikakuja sasa ndo nikaanza sasa kufeel the pain. Mimi sasa sikuwa najua kuna maji na fiber fike. Mimi nikasikia kama ni kususu tu kama kawaida. Nikaenda kwa choo vizuri. Afu uzuri wa yenye nilikuwa hiyo hosi ni private. So haikuwa na watu wengi. Tulikuwa tu
ndio wa mama. Wa mama tu. Watatu peke yake. Na wengine walikuwa elder sama. So ni hao ndio waliniambia. Juu mimi nilienda nikasusu. Alafu kurudi naona nini damu inamwagika. Sasa huyo madama akaniambia, wewe fanya hivi, ukimbia kwa kitanda. Nashangaa, unaniambia nikimbia kwa kitanda nikafanye nini? Niambia mtoto ako karibu kuja. Sasa hiyo damu na bleed. Mimi nilienda kwa hiyo kitanda, nikalala vizuri. Mama fanya hivi na nikaanza kupush. Juu unaisikia hapa. Sasa nitasema jini kama unanyongewa hapa na kuna kitu kingine inatokezea huku chini. Sasa unashanga utalia, machozi haitoki. Utapush ama utafanya nini? Bila hata daktari mwenye alinizalisha atasema hivi. Hakuwa amevaa gloves zote. Mimi nilienda hapo unanilisha hapo push na hata hajakuta. Nasikia uchungu hapa. Kabisa ile hata siwezi vumilia. Kwa shakukaza mtu. Kabisa. Sasa ni ile wewe sasa acha ni push hiyo ingine ni yenu. Mimi nilipushingi kakatoka akiendelea kuvaa gloves. Kai. Mtu anatoka daktari kivaa gloves. Sasa akinishona sasa mimi hata sikugandishwa by the way. Ilikuwa live. Sasa I can imagine the pain. Au kugandishwa hawakunigandisha mimi sijui. Alafu the baby anatoka aje na mimi unafaa unajua na nini anacontroliwa. So dangerous. Mimi nilienda hapo na nikaanza kupush. Plus kupush unafaa uambiwe ndo push. Naambiwa mimi nilikuwa naisikia kuja. Alafu mimi sijui unaona unaweza push. Nimepewa hizo rules. Daktari sasa huyo mama after ameniambia uenda kwa kitanda. Nichukia niende watakuja baadaye. Ndio kuja baadaye. Nikaenda na nikaanza. Hizo watu waambie. But it was painful. Painful ama painful. Lakini nako kakichomoka tu hivi tio. Unasikianga mama ile ushapupu sasa. Basi ile hiyo relief. Ako ka relief. Hiyo pain isha tumbo ni kama umeenda kwa. Nirudi tu wapi. Unasikia tu ni kama umekatwa hivi mzaki. Na hiyo raha ya kusashika. Wewe. Kanaika kwa shuka. Sisi. Kania tu my baby. Before kakatwe hiyo de. Umbilical. Pia njovu kanaikangu hapa. Wakasikia yeye. Hapo kwa kukata kitovu kuna watu wananukingi mistake mtoto anatoka na kitovu kubwa. What is the right procedure that they are supposed to do? Ama ina happening tu hivyo. Ya kutoka je na kitovu kubwa. Unaona like si kitovu kishakatwa kuna watu wako na kitovu kubwa. So na zile zimepop hivi kuna what happened me according to the way hii motherhood imenionyesha. Unaona the baby akilia kama sasa vile ni mdogo hivyo. Unajua akitoka kitovu inakuaga tu normal. So ndio iko hivyo kubwa. Unaona mtoto akiwa mdogo afai kulia sana. So I guess sijui ni pressure. Daktari actually hata ni daktari alituambia the baby is not supposed to cry. Ukicry hiyo nguvu anatumia unajua bado ni mdogo. So ina nini na hajapona kitovu. So ina pop inafanya nini na pop. So ndio inakuja imefura. Kulia. I thought ile sikuna hiyo spirit unafaa unafaa kuihandle hapo kwa kitovu. Mimi nikuanga nafikiria maybe ni mtu wa follow hizo procedure ndio maana ya spirit. Mimi nafikiria ni hiyo kulia juu ya spirit. But ya spirit ni important. Unaona ukitumia hii side ya tuseme si this is hiyo cotton. The moment uta swipe hiyo nini na hiyo side haifai kurudia.
Ukikuja hii side nyingine you're supposed to be having four different cottons with the spirit. So, ukitumia cotton hata ufai kuitana this side tunatumia this side, very dangerous. Inaumiza mtoto. Kitovu ni important lakini na kuhandle hiyo kitovu kazi haiko mchezo wewe. So mtoto amekuja na what is the first thing that you told your child? Mimi the first thing uliambia mtoto wako, like so umeshika hivi mtoto wako, what is the first thing you told him? Nilimwambia nini? Nilimwambia I will always be there for you. Hapo sasa ndo nikampea jina yake Maina, my dad's name. At that time ulikuwa peke yako kwa room tu, sister yako alikuwa shaenda? What was the first thing you told your child immediately umemshika? Nilisema kweli. Nilimshika immediately. Sikusema kitu. Nikamwambia Mungu asante. Nilisema tu, niliambia tu Mungu na daktari asante. Mtoto kuongea na yeye ilikuwa baadaye after ashavaa nguo. Hapo ndo tulienda kuongea, lakini hiyo immediately kusema tu kweli moja kwa moja sikusema kitu. Acha nikuulize, uliweza kubadilisha mtu nguo? Mimi si nilishonwa kama nimevaisha mtoto. Si niliamuka. Nilishonwa, acha nikwambie. Unaona mimi nilishonwa. Unaona after umeshonwa hivi unaambiwa amuka, mtoto anakuwa kwa ile unaona pinya niko kwako ka staff hivi inampea joto. Nikaambiwa nishaanza kukushona. So unaweza amka unyonyeshe mtoto. So usiwalisha nipanguzia baby ni nini, wakaniambia nivaisha, nikakavaisha nguo vizuri tu. Peke yangu nilikuwa mtiny, I was afraid. He was 3.2. Alikuwa mtiny. So nilikuwa naogopa. So nilikuwa nashangaa kwani madaktari hafai kunivaishia mtoto nguo. So mimi nilikavaisha tu peke yangu. Nikismile tu. Bado hapo uchungu juu ija hit juu bado hiyo dawa iko. So lakini kutembea ilikuwa kiasi, ilikuwa imenilemea. So nikakavaisha nguo, tukaambiwa ninyonyeshe hapo bado. Sasa ndo nikaambiwa tuende kwa ward. Mimi nilimvaisha nguo, niliamuka after nimeshonwa nikavaisha mtoto nguo. Aje nikambe mimi after nimetoka hapo, so after nimeshona and everything. So mtu yeye alikuwa bado kanakuwa kama ka incubator. Incubator. So mimi niliendanga kwanza nikaoga. After kuoga nikaletewa mtoto wangu hapo. Kama ushavalisha. Yani bado ukimwangalia hivi unaona kama utashika kamkono hivi kamoke. True. Nakwambia alilala hivyo the whole night, hakunyonya anything. I had no milk. Also kuna possibility ya bado when you give birth milk bado. Si milk hata si the first lazima kuna kamaji. Niitoaje colostrum, mama inaitwa colostrum. So ni hiyo maji, si milk literally, but ni maji na ni important sana hiyo. Daktari alituambia unaona hiyo maji ndio sasa utampea. Juu unajua inamshibisha tumbo yake. Tutakizaliwa tumbo ni kadogo. Sasa hiyo maji hiyo nilikujanga kuonyeshwa sasa. Hiyo the following day asubuhi after sister yangu amekuja kamvalisha nguo akaniuliza umemnyonyesha? Hapana. Kwani mtoto alikaa uchi the whole day? Unaona tu vile nilifunikiwa hivyo na daktari. Nilimwongezea tu nini shawl ingine juu. Haki singekuwa na hiyo nguvu. Hapo kwa kuoga yes ni must uoge ndio kuja uone mtoto. Sasa kumvaisha nguo bana nilishindwa, to be honest. Nilishindwa kabisa. Kushtuka ama kuogopa? Kuogopa, nilikuwa naona kakiwa ka delicate, ka tiny. Hapo alikuwa underweight. So kuna hii postpartum depression yenye most mothers wana kuanga affected nayo. What can you say about it? For me nitasema okay, after nimedischargewa OC on it ilikuwa on a Thursday, kaendanga home. Sasa on a Saturday ndo sasa sister yangu akaniambianga hii
hiyo mapupu ya mtoi na bila na susu si normal. Sasa ndio tukaanza kuona mpaka akona hiyo kuyelo. Alikuwa na jaundice. John whatever. Sasa ikabidi tumrudishe huko Hosi. Kwenda huko Hosi usiku ambao hawana hiyo incubator mzuri ya kuweka mtoi. So wakaturifa ni wa public hospital. Iko hapa. Ndio mama sifai kusema. Mpaka kulipa. Hawajanilipa imetangaza. Wakaturifa huko. Nakwambia mimi hata sijui ama nitasema ni depression ama ni nini, but temenye nilienda huko Hosi. Do you know when the first time mtoi anafaa kuwekwa kwa incubator. So even the very first time naona incubator. So niko na mtoto wangu nimemshika hivi, obvious sister yangu akaambiwa rudi. Haizi kaa sana kwa wada. So mimi niko na mtoto wangu na bagi yangu hapo. Nikapewa kitanda, tulikuwa tunashare bed huko kwanza. Nikapewa kitanda, alafu the nurse who came akakuja akaniambia hii ndio incubator utakuwa unatumia, eka mtoto hapo. Wewe utafanya nini? Si unamweka tu. So umeambiwa mweke. So mimi nilimtoanga tu hizo shorts, hizo mzito nikamweka. Ndio huyo daktari akakuja hapo akaanza kunikombanisha. Wewe mama, sijui nini like kuna wenye wananga katasi ya kuongea hata. Mimi nikamwambia sasa umeniambia niweke mtoto. Si nimeweka mtoto vile umeniambia. Hata sijawasha. Sijui inafaa kuwekwa maji. So the lady hata mwenye tulikuwa na yeye hapo kwa hiyo bed ni alinionyeshanga. Unafaa utoe mtoto nguo zote. Abaki tu na diaper peke yake. Ndio sasa umweke sasa kwa incubator. Na bado kuna place ya kuwekea maji. Na bado kuna vile unaweza regulate the heat yenye inapata mtoto. Juu tena hafai kupatwa na joto mingi sana. Katalia. Akamwambia huko Hosi sikuwa nalala usiku. Juu kakikaa hapo tu kasikia joto sana, analia. Si unamka, inabidi unamnyonyesha, unakaa naye. Anakaa on almost the whole night. Halali. Bado unakumbuka asubuhi mnakuja kuangaliwa mkiangaliangwa nini progress yenu. I think the moment nilikuwa nalala, ilikuwa hiyo masaa before sister yangu akuje juu. Hapo ndio masaa walikuwa wanapewa dawa. So ni kama kalikuwa kanapewa sleeping pills. Nijui. Juu nilikuwa naona kutoka hiyo 12 mpaka 1 huko ndipo kalikuwa kanalala sana. Ndio nilikuwa napata time ile inaweza sema hata kama ni 1 hour nalala, ilikuwa hiyo time. So hiyo time huko I saw like tutoto vile tunakufa. Mimi niliambia Mungu akiusoitaka niende hospitali. Like okay, every day hakukuwa na less than wakienda chini sana 10 to 6 kids. Na ni tutoto tudogo. Hiyo wadi ilikuwa ya 0 to 4 around 3-4 years. Na tutoto tulikuwa tunakufa. I think hapo ndio like mpaka watu wanakuja wanakuongelesha hivi, unaangalia alafu lakini by the time anafika pale niulize kitu ameniambia, I could not tell you anything. Akili yako iko mbali sana. Huwezi sema ati ilikuwa mbali ama iko wapi. Uko tu like wewe tu ni mwili. Unakuja unaangalia mtoto. Uko sawa, wewe unaoga, unakula, uko sawa. Bas. I think hiyo tu ndio ilikuwa my worst. So what can you say about postpartum depression? So me, I can say the way unajua depression inakushikaga, the way you are being handled ama unapitia kwa hiyo after sasa umezaa mtoto. So mi kenye tu ilinisumbua, siwezi sema nilipata hiyo postpartum depression juu. Mi niliona nilikuwa sawa, but sasa kuna
unajua the way you are handled, the way you are being treated, ndio ita determine kama utakuwa na postpartum depression ama hautakuwa nayo. Before you to during the journey. Hiyo during the journey. But sasa kuna hiyo inafika time una feel mtoi is too much for you. Mtoto halali. Kulia alikuwa analia. Unakaa hivi mpaka unasikia tu yani unasikia tu ni kama analia tu. Mpaka unapata nika unazunguka yani mimi ilifika time mpaka mtoto analia mpaka mamangu sasa ndo anakuja sasa tu akae na yeye. Anataka mimi, anataka mama, anataka shosho yake. So alikuwa yeye akimshika analala. Amemrudisha. Ndio kameamuka. Tena ndio hiyo nduru. Mimi nakwambia yule mtoto nilikuwa na makofi. Wallahi unajua sasa ujui. Yani una jam. Yesu unalia nini? Unanyonya? Haya ndio unanyonya, si ndio? Unabebwa. Hakuna kitu upati, unavaishwa. Unaosha. What are you crying after? What do you want? Mtoto alikuwa anapigaga nduru my friend. Mpaka umetulia tu hivi teme ni mchana, umekaa hivi Yesu amelala lakini mpaka unasikia yani hiyo repetition ya kulia kwa kichwa. So unapata uko na headaches, unasikia niko uko na stress, yani mtoto tu anakupea tu stress tu out of nowhere. Na si ati katoto kadogo tu. Eti unajulia ilikuwa penia ile mchana analala very peaceful. Acha usiku ifike. Nakwambia mtaka anakuwa amewashwa switch hivi. Masakulia. Hiyo ni kwa kichwa ndio hiyo kwa kichwa tu ina rotate tu tu yani nyakule ya mtoto acha nikwambia inaweza kupasua kichwa. Ndio inafika tu time unastukia umemwekelea tu kofi atulie. Lakini ule naye ni nani? Hata endelea. Bado nikaa amewasha switch. Analia. Yani mtoto anaweza si rahisi. So mistakes mingi zenye young moms hufanya, first time mothers hufanya, immediately they are given birth. Mistakes common zenye wao hufanya ni kama gani? Ndio nini as in mistake aje? Mistake labda kupea mtoi dawa ndiye alale ama kukutumia ama hiyo mtoto anakusumbua. The wrong things zenye watu hizo mapiriton. Sasa if kama wewe ni mama na uko na akili mzuri, unapea mtoto aje piriton atia lale. Hiyo peni ulizalia huko unapea aje. How can you be so stupid? Unapea aje mtoto piriton atinda walale tijua anakusumbua. Wewe si ulimleta duniani. Garamia wacha mtoto alie hata kani eri umpige kofi kama mimi. Atulie. Niko pia mtoto sleeping pills. Ni mtoto bana yeye ajui kitu. So the mistake yenye wazazi wanaweza fanya ni ama unapata mama amejaa kabisa achaenda. Unajua these parents wenye wanaacha mtoto akiwa kadogo wametoroka. Wamekuachia mtoto. Wameachia mseme kama ni mzee wao ama mama yao wanakuachia mtoto. Sasa huwezi walaumu. It's what they are going through with the baby. Kuna watu huwezi handle such situations because handling a baby, uhandle hiyo mtoto, wacha nikwambie Maina, it is not easy. Ni dedication my friend. Ndio nakwambia hata ule baba mtoto akikuletea nakwambia huwezi cheza haki ya nani. Afai hata kukuchezea hivi mmoja. It is not easy at all man. Hey, ndio wanaonanga kama it's a walk in the wanaonanga ni ABCD. Hawajui kenye unapitia my friend. It's only you ndio utajua peke yako. Hata vile mzazi anakuhurumia haezi jua kenye unapitia. Hata mzazi you don't know how I feel. My friend, you don't know. Hata kama wewe ni mama ulizaga sijui watoto wa 6, you don't know how I feel. Usiniambie ati you know how you feel. No, you don't know. You don't sleep with me. No, you don't carry my baby. Mimi ndo nakapitia hiyo usiku, wewe yuko hapo sasa. So it is not easy actually. So your depression, like it depends how you handle situations. Ile utaji accept na how you are being handled. Kama for example, umesema the dad was not there. I expected her akuwe na postpartum depression. When nilisikia tu the dad was not there, I expected that. Lakini nimeenjoy kusikia hakuwa nayo. Lakini my family ilikuwa there for me. Anajua siku naona big deal. Alafu mimi ni last born. Unajua mimi ni daddy's girl. Mimi tell you what. Kuna hiyo ya family. Yote nikwambie. Hiyo itakuwa ya tufichane kama mothers. Kuna hiyo ya family kukua there na kuna ile yenye unataka baba mtoto. Let me tell you. Unaweza kuwa unataka lakini hayuko yes, but tunasema it is so nice au kushikwa na hiyo postpartum depression my friend. Na hata singikia.
This lady is very strong. Wacha kulea mtoto hivi bila baba si mchezo. Haki ya nani? Ni mchezo. It's not easy. Dem ni strong. Wacha nikwambie, you are very strong. Strong woman. Mchezo. The parents will be there. Ili kuna ile time utataka huyo jamaa. Wacha nikwambie, wallahi iko time utafika utataka huyo jamaa. Si umeikrave. Umeikrave akwe tu hapo. It's not easy. This girl is strong. There was a time it happening. Mtu hii ameconverse usiku. Converse ile Lepsi ama? Converse ile yenye macho inataka. Umejua? Sema kutemi. Siku karibuni jisusuri. Wallahi hivi mimi sikuwa najua amefanya nini. Nilimchukuanga vile tu nilikuwa tu nimelala, nikampelekanga kwa soja. Mtoto wangu. Soja, like you are alone with the baby. Kweli. Manze you are strong. Mimi sasa niende baby. So utafanya nini? Sometimes unaona uwezi enda kwa jirani ati saa 7 usiku anze kumwambia sijui mtoto wangu nini. So kali pale hivyo nakwambia nilikuwa nimetense. Ile hata ni soja kwanza aliniambianga madam fanya hivi nitakupelekea mtu hii hosi enda ukachange. Jumi nilitoka tu hivyo na kabuti short na t-shirt yangu. Hakuna timata ya kufikiria. Kwanza unafaa ku dress up. Anatuia ameangalia hivi utafanya nini. Na by that time your dad alikuwa already anashajua, si ndio? Niliambianga my dad nikiwa around nikielekea 8 months. Lakini kwa rahisi after nimwambia haiko kwa ready in the park. So the father aliendanga tu akapoteleanga hivyo. Story for another day. Tutaleta service. I'm trying to imagine the father. Tuseme tu alidisappear. Ni podcast ingine. Itabidi mkuja hapa na service. Chakula kata hivi. Nino unakatua hapa. Niko hapa. So the biggest challenge apart from mtoto kulia usiku while they are ka baby ka dog, what other challenge do you go through? Did you go through? Kuna ile time mtoto unastukia ametoa acha hiyo. Unastukia ametoa maziwa na mapua imetoka. Zote mapua na mdomo zote. Wewe umemnyonyesha tu vizuri. Unajua kunyonyesha mtoto lazima umshikie matiti. So kumbe unapata overfeed. Ndio mtoto lazima kama mama ameshiba. Hizi kwa reaction ya kushiba. Na kama umepata overfeed mtoto ametoa maziwa. Nakwambia hiyo kitu ni traumatizing. Mimi nilikuwa nashikaga mtoto wangu hivi narushia sister yangu. Sitaki kumuona. Nikutoroka sasa hiyo saa hiyo. Wewe uende, yani usione tu Kenya atafanywa. Mimi sijui Kenya mtafanyia mtoto. Mimi bora nirudi hapa nipate hiyo maziwa kwa mapua na kwa hiyo mdomo. Kumbe ni kitu normal. Sasa hiyo ni first time moms. Ni normal kutoa hiyo ni overfeeding. Nitagwa sijui ni reflex ama initoa nini. Sijui ni reflex hiyo kutoa. Sasa ametoa na mapua na mdomo. Nilikuanga cautious. I think after nimemnyonyesha na mimi bab. Sasa yangu alikuwa anatoa before saa mbab. Akinyonya bado. Kumbe unakuta amenyonya kumbe amevuruta maziwa imeshatoka na mapua. Sasa unashangaa hapo utafanya nini? Hiyo kitu wewe. Hiyo ile pia vile ilimsumbua. Mimi think nini ilimsumbua tena hiyo time. Mimi si usingizi, napenda usingizi. Ile nyomalala umeshika mtoto hivi kubwa ulilala. Hivi nishajipata hivyo. Kwa asubuhi unajipata tu umemshika hivi. Ni normal. Na ulilala ukalala vizuri. Na hakuanguka. So wakati mtoto sasa amekuwa when does a child now start talking? Mtoto anaanza kuongea akiwa na miezi ngapi ama miaka ngapi na ama kutaja maneno, kujaribu kutaja maneno. Dada Iza ni 8 months ama 8-9 bado akianza kama kutembea hiyo 8-9 months.
na kukula sasa anafaa kwanza kulishwa 6 months na inaanza na nini, unajua kukutana na ugali unajua nilianza kumpea akiwa 6 months lakini nilikuwa si 6 hata I think 5 ilikuanga July akiwa 4 months 4-5 juu bado alikuwa na nyuma atanalia. Ukaambiwa ati ashibi. Akaniambia ashibi. Kaanzanga kublenda nini avocado na mandizi na sasa different kind of fruits. So na nini kwa kisivu. Unajua hizi sieve zenye zinaweza toa hivyo. So instead ya kublend una sieve hivyo ndo kakweka kale kasoft kabisa. Lakini akifika sasa hiyo 6 months unaweza blend tu peke yake na umpe. Lakini medically according to history ya medical mtoto anafaa kwanza kula akiwa 6 months. Nimeshikilia hapo. Nisi nimesema mtoto wangu kila saa hizi hata uji ndio anasema bebe hiyo njaa, wanasema mtoto aliaje njaa. Hadi my mother alikuwa ameanza kusema tukape uji kidogo hata kani tu siji. Kuna ile uji. Kuna ile uji fulani, kuna uji si uji kawaida. Kuna hiyo ya white hiyo yenye inakuwa seed vizuri saa ile light na inakuwa 2 spoons hiyo. Ilikuwa inaikunywa. Alikuwa kuna sakila. I think ndio maana hapo nikaadi. Yule mtoto alikuwa analia. Kuna hiyo chenye ulikuwa umesema kushonwa. How long does it take for someone to heal after ameshonwa? And okay, no, this is a kind of mtu anarudi normal tu kawaida. So lakini hiyo ni wewe ndio utaamua ile. Juu unafaa ukalie chumvi na maji moto. Yangu ilitake karibu 2 months juu mimi na kufuata ati chumvi na maji. Nani atasikia? Nani huyo? Ilibidi sasa mamangu akuje sasa akae hapo sasa ndo nikalie uchungu. Do you know ilikuwa uchungu ile yenye mpaka mimi mwenyewe ilishindwa. Ilifika sasa mimi nilishikwa na constipation. Sijui kile ilikushika. Ilikatia unapewa cabbage. Mimi nilienda hadi ofisini nikaekewa eczema. Ile dawa fulani eczema ile yenye inafanya sasa utoe inakulazimisha sasa utoe. Hiyo mimi nikatia usi wifi. Mimi sasa hiyo ndio ilinitesa sasa tuseme tu kwa Ignasijani after nimeza my own physical change. Hiyo ndio ilinitesa hiyo kushonwa. So hiyo constipation ilinikatiaga mauzi. Unaona sasa unajua ukikata unafaa ushonwe tena. Sasa niliona imenikata sikushonwa mimi singeenda hiyo vitu. Siwezi hiyo uchungu yote. Unadhani tu ni rahisi. Si rahisi. Siwe ni uchungu sasa mimi naona vile ilinikatia uzi. Sasa ikukata hiyo uzi. Sasa hiyo constipation ndio ilinikatia uzi. Sasa ndo nilianza sasa kukalio maji moto. Nilikuwa unajua nilikuwa nakaa hivi uzi imehaa. Nilikuwa inashika. Unainuka na kwambia uchungu ngine na kuslapi hivi. Ya uchungu. Wewe. Lakini tukafanya aogope. Wacha yaani nimwambie ukweli. Uchungu. Wacha kama ni uchungu mama. Bele kuna watu washonwi actually kuna nywashonwi wanararuka lakini washonwi. So hiyo uchungu ni uchungu bele si mchezo bele it's very painful. So hiyo chumvi na maji moto ndio huwa inasaidia upone haraka. So ukikalia maji moto na chumvi unaweza kuona in a week ndio ama 2 ama 1 month. Nilikaa for 1 month na sasa hiyo uzi unaenda unatolewa ama unajitoa inapoteaga si kama unakatango unashonwa. So inaingia kwa skin ama inakatika peke yake ikijinaenda. Miki nilifanyanga ni kuwe consistent kukalia chumvi. After sister yangu ameniambia ati hiyo uzi inaweza oza utaanza kunuka vibaya. Nikaona hapa kutokula toa watu watu consistent ile unasema hata kama nasikia uchungu for some time ya chumvi. So for a whole month you are supposed to just be indoors. Hata si for 1 month. Sikio inaitwa seed bath. Unafaa ukae kwa nyumba continuously. Umejifungua unafaa kukaa kwa nyumba like for how long at most? Mimi nilikaa karibu for 4 months. Bila kutoka. Kutoka niwende tu kutoka ni saa clinic peke yake na upeleke useme kama ni cab ikurudishe ama pikipiki ikurudishe
Ufai azini wanasema sijui ufai kuonekana na watu ama nini. Ati ndio wasikuroge. Na kwa mimi njoo ya TikTok nje, sijui nini Maka sijui upone. Ulikuwa unaweza kuhusu kurudi normal, unarudi normal. Siuzi like ukishonwa nyama zitashikana. So unarudi normal. Now you become a virgin. Yes. You become a virgin. Si ndio. You become a virgin again. Hey, podcast jamani. You guys, if you're watching this podcast, but you're like me, we are just shocked. But don't worry. That's why I brought them here. Because I know there's so many people who don't understand what goes on, and we really needed personal experiences. Tusikuwe tunaongeaga tu story ya atio ukifanya utaenda utatenda. At least we have people who have first-hand information with first-hand experiences. So, what advice can you give anyone who is thinking kotuna ka boyfriend kake pale who is thinking of now getting a child? What kinds of mental preparation do they need? 1, 2, financial preparation if possible, and emotional support. What kind of those 3 things do they need? Kila kitu. Lakini as a lady kwanza kuwa na pesa yako. Hey, have your own money. Anything can happen. Anything can happen. This man anaweza kughost anytime. Anaweza kughost anytime. So, 1, hiyo financially, hiyo hata si negotiable. Just be ready. Likujui tu uko na do. Ujui ukienda kama hizo clinic, uwezi sema ati utakuwa tu unaenda tu hivyo. Bado hapo unatumia pesa. Bado huyo mtu hii, like kuna vitu men hawawezi fikiria. Hata shinda akifikiria ati mtoto sijui atakuja amevaa tu vest, tu ina sijui whatever. Hizo ni wewe as a lady kufikiria. So unafukwe na do yako na sasa ya mtoto kubaya mtu hii. Hiyo ni financial, emotional. Just be ready. Kwa do ready for anything. Be ready for the kid. Be ready, just be ready. Wewe tu unajitayarisha, I want this kid here. So tunapata huyo mtoto. Ukwe tu ready. Juu after huyo mtu yeye amekuja, it's not easy. I'll be honest, it's not easy. It's not easy. Yeah, so for you, advice yako unaweza peana ni gani for someone who is yet to have a child or has a child na anaangalianga tu mtoto anamsinya kwa sababu maybe means yenye mtoto alikuja nayo, maybe she was raped or maybe the dad is nowhere to be seen. Yeah, what can you tell them? So acha nianze na kwa wewe yet to kupata. So before upate huyo mtoto, jua unapata na nani. Jua sasa huwezi tu okota tu mtoto ati mnaza. Sasa utadu. Jua unapata mtoto na nani. Wanaume wanabadi hawa. These people. Unaweza mwambia niko na ball lakini aje. Like unaniuliza aje kwani mboli inakujanga inaletwa tu hivyo ama ulikuwa unajua kidogo na mboga supu ya marago. Je, unashangaje mtu anakuuliza aje? How? Mtaulizwa how? Mtaulizwa when? Na mtaulizwa where na utaulizwa ya who. Hiyo mnafaa kukuwa ready. Be ready. Kwa sababu it's your money, your man. Unless it's your money, your man. You know, your money. Yeah, so unajua tu unapata na nani juu. Je, huyo mtoto niye atakuwa your lifetime. Utakuwa unamuangalia, unasema huyo naye huyo ndo ananipeaga. Unaget. So jua tu unapata mtoto wa mama. Na wenye washapata, kubali, like just be
prepared. Anything that comes, just be prepared. Jua kwa hapo hakuna penye ataenda. Just be prepared. Fanya kila kitu. Having your own money manze is most important. As a lady. Najua yes kuna you don't have your own money, but try and have your own money. Juu sasa kuna wenye sisi you don't have our own money. Lakini unaona tuna survive. We don't have our own money. Bado tujafika. Bado tunategemea wazazi and our fellow men. Tunategemea our men our men. My man. Tunategemea our mans. Kuna get? So kwa tuna mse supportive. Unaona ukikuwa na mse supportive. Sasa kwa hiyo point ya supportive ajua anazaa na nani. Sasa ukijua unazaa na nani, unajua atakusupport. Njoo hauna sasa zako. Njoo vile atakusupport. Jiwe mtoto hata nikwambie kwanza hapo kwa financially. Pampers. Na kupia. Si mchezo. Pampers si mchezo. Pampers. Na kwa nini sarudia Pampers ladies? Acha nikwambie kuna time tumeenda na Super. Kakuonyesha bei. Pampers ni expensive, let me tell you. Na unajua by the do you know Pampers hata nguo si mtoto chaniko. Pampers ni utaenda na mtoto mahali na huyo atiana Pampers. Umeenda kujibebe do you know there's a friend of mine. Lakini unajua kuna wenye wataup napkin Itapita. Kwani kuna wenye tumelelewa the millennials like me. Hii ni kitabu. Do you know by the maisha kitambo na sahi? Una hizo napkin zile kurarua mashati. Saizi unaweza fungia mtu. Mimi siwezi. By the do you know life ya kitambo na saizi ni different. Hata huwezi funga mtoto yeye napi ikose kupita. Vitapita umemfunga mtoto napikana he still zishapita. Umepita ushajeibisha mnuko. Wote wanapita hivi wanashanga Rada, saizi Pampers ni important. Nakwambia ladies, before uzae, fikiria sana mwenyewe. Fikiria, usizae tu. Najua inakujaga, haibishagi hodi, lakini usizae tu. I will advise you. Usizae tu. Maisha ni ngumu financially. Emotionally be prepared. You will cry, Maina. You will cry, my friend. Na utakuwa peke yako. My fellow woman. You will try. Acha nikwambia kuna mtu atakusaidia. Juu ukipata hakukuwa hapo. Ulikuwa unacheka kweli kweli, hakukuwa hapo. Ulikuwa peke yako, utalia my friend. Emotionally we cry. Me I cried, acha nikwambie. Emotionally you just be there. Make sure uko na tu supportive system fit. Supportive system strong yenye itakusaidia kwa hiyo journey. Kama unataka kuzaa wewe, acha hata financially. Wewe kuwa na supportive system. Zaa kama uko na supportive system. Kama una pesa, wewe zaa bado. Kama una zaa. Lakini kama uko na supportive system, unajua tu mimi nikitaka ndapata. Zaa. Jifungue. Ndio wanasema hata twin. Jifungue. Pata wote waine wa sita. Yes, so kuna hii period ya mtoto akiwa kadogo, huwa anasema huwa anaendesha sana. Why is that? Mimi nasema maybe hiyo period yenye kwa nakula unaona kwa nakula food kwa mezoea tu kunyonya. So the moment tutamintroduce to food lazima utahara sana. Jinsi unaona mwili sasa ina adapt, lazima atahara sana. Ama saa meno wanasemaga meno sijui kitokea. Mimi wangu hata kuhara hiyo meno. Na alimea zote nne once. Hiyo ya nini? Nilisikia sijui ni uchafu inaswaga kitoka. Hiyo ya tumbo wanahara. Hiyo mimi sielewagi hiyo uchafu ya tumbo wake. Ati bado ndio inafanyia sijui mtrolie sana. But sijaielewa tu, sijui wanapewa sijui dawa za kienyeji. Alipewa ya kienyeji. Kuna inafika time mtoto inabidi akunywe dawa kienyeji ndio ioshe hiyo tumbo. Ndio anasema sio uchafu. Hiyo ndio inamuisha tumbo tena analia sana. Yaani believes ni more. Hatuwezi jua gani ni gani. Sema ameoshwa na damu ya Yesu. Ametakaswa. Yeah, so after that, during process of pregnancy, periods are not seen. Now, after you have given birth, when now do you receive your first period after you have given birth? And what happens? Mine yangu ilikuja after 3 months. Oh, yeah. After 3 months. Inakuja na cramps, wacha wakwambia ati wewe. Inakujaga sasa ile yenye nakuvunja mgongo. Nisikia
Zaini mkisema mtaumwa, inauma cramps baya sana. Mine came after 3 months, kuna unapata after sijui 1 year ndio mtu anaanza ku experience. So I don't know, mine came after 3 months. Na ilikuwa regular vizuri. Mimi sikuhesabu. Mimi ilikuwa cautious na mambo zangu. But I was not thinking. It's understandable. Kuna nayo ni mingi hivi Umesema tukuite mahali tuweke juice. Subject. Okay, that's really nice. I've really learned a lot from this podcast. I was thinking so much about the journey of pregnancy, what happens after, what happens when you hear mama anaweza survive, mtoto hawezi survive, complications zikuwa there. What can you say about that? Kwanza hata kuna this one thing. So for me hapo nikideliver, so alikuwa okay after nimedeliver. So akifanya sasa the finals to kutoa uchafu na the cleaning. So walikuwa wananiuliza maswali. And later nikauliza huyo daktari mbona alikuwa somehow bishti yangu ni nilikuwa naenda clinic huko. So nilikuwa namjua vizuri, so nikamuuliza. Akaniambia ati some ladies unaruka kichwa in the process of giving birth. So utaona watakuuliza uko wapi sahi, kwenu ni wapi, sijui mama yako anaitwa nani, ati sijui nani anaitwa na hivyo kuconfirm kama mentally kama uko sawa. So mental snap ni real. Hapo ningesema ni real. Very. And how is it being cured? Is it treatable? Ama ni kitu it can be permanent? Mtu anaweza ruka kirikanga hivyo kabisa, or is it kitu yenye inaweza sidhani kama inaweza kaa. I guess it's bado ni part of hiyo depression. Bado ni hiyo part but hiyo depression. Unajua hiyo kuruka kili ni hiyo pain. Sana inakuwa hiyo pain. It's hiyo pain. I guess hiyo pain inafanya mtoto aruke kichwa plus hiyo medicine yenye wanasema sijui induction hiyo kuindusiwa. Nasikia ni uchungu sana. Wewe ulielekewa. It's very painful. I think hiyo ndio ilifanyanga hata nisiende Moawas. Hiyo ndio ilifanya. Unaona hiyo pain ndio inafanya mtoto anatoka haraka. Like so ya natural unaweza take hata the whole night 12 unaweza take hata 24 hours. Hiyo pain ni mbaya. Ndio inaweza kufanya uruke na hiyo akili. But sasa as time goes by utakuwa sawa. So ukipata tuseme kama mwenye aliruka akili na ana hiyo supportive system, manze ni kama yake haitaisha. Lakini ukionyeshwa ndio unapenda na madhara ni hivi nginja. Sivani ile. But kama wanataka hiyo support system. Support system is very important. Inawasaidia wana kila haraka. Juu hiyo pain narudia bado si mchezo, inakuchizisha. Alafu mimi kitu hili nisumbuanga. Like hiyo time ukiwa na hiyo labor unaambiwa usugue hapa mgongo. Si hapa. Si kwa tumbo. Lepe uchungu iko hapa lakini huwezi sugua hapa, kichwa ya mtoto iko hapa. So wanasema sijui kirab nini itafanyika. So uwezi sugua hapa na hapa ndipo uchungu iko. So unasugua. Hiyo ndio ilinishangaza like. Sasa hapa nasugua. So wewe penye yako ilikuwa wapi? Hapa. So kuna watu ni different. Kama yako iko kwa tumbo, mimi yangu iko hapa. Iko kwa mgongo. So kuna watu wanaume na mgongo, kuna watumbo. So ni different. So yangu ilikuwa ya mgongo. That's why unasikia sugua mgongo. Kuna nyono mwana hiyo ya mgongo. Sasa lakini nasikiaga ya tumbo ndo mbaya. Nasikia tumbo ndo mbaya. Juu hiyo ndo painful, but ya mgongo ni at least. So imagine kama mimi nilisikia hiyo pain, ati ya mgongo ni at least. So imagine hiyo tumbo. Hapa inakuja alafu ilikuwa unapulizwa unaamba take a break. Nika unaumwa? Alafu unapulizwa.
Ni uchungu mbaya. It's very painful. It's very painful. Lakini you guys are strong. Maana unasikia unaambiwaga kama hujazaa huwezi niambia kitu. Mimi ndo najua pain ni kusema nini. Amaje? Hata kama hujazaa, hakuna kitu unaweza niambia kwa meza. Hai, wewe huwezi niambia uchungu kama hujazaa. Haki. Wallahi. Yeah, so what is the one thing you have learned about motherhood? Ni nini tu moja umelearn about motherhood? Nimelearn kumbe unaweza penda mtu sana yenye hujaijua unaweza penda mtu. Acha nikwambie the love unapeaga mtoto wako. Imagine that is the one thing nimelearn. Kumbe unaweza penda mtu. Unaweza penda mtu extra. Ndasemaje? You can love someone, let me tell you. That love when unapea ule mtoto. Let me tell you, huwezi pea mtu mwingine hata wewe mbaki. Wale mtu akimguza. Wacha nikwambie sasa, uone mtu akimguza hata. Mimi sikuwa nataka hata kusikia mtoto wangu hata akilia. Hivi, mpaka niko naambia mwacha alie kwanza kidogo, ndio sizoea mkono. Mimi na yeye hapa. Wacha alie mama. Wacha tu alilie kwa mkono yangu. Wacha tu nimbebe. Wacha tu asilie. Wacha tu mimi yani one thing hiyo ndio nimesema. You can love someone, let me tell you. You can love someone and that someone is the person umezaa. Huwezi penda mtu mwingine. Hata hiyo mapenzi huwezi penda hata wazazi wako hivi naenda walikuzaa. Imagine you cannot. It's very different. The love is very different. The connection is very different. Very different. Yeah. So what is the one thing you have learned about motherhood? It's tough kwanza. I'd say it's tough. So ukitaka to be a mom, just be ready. Ukusha make your decision. So ukushajua like come rain come sunshine, I'm a mother. Like ushaamua from the bottom of your heart, I'm a mother. Sile ati imenipata nishapata ball. Like sasa nitaji. Wewe tushaamua. Alafu pia hivyo bila amesema mapenzi. It's true, by the way it's true. Yeah. Wow. So unasema it's my first and last love for me. Unasemaga wewe ndo boyfriend. Imagine boyfriend. Mapenzi it's so different. It's so different. Hapo kuna ile mpaka akikuita. Kama wangu sahi anajua kuongea kila almost every day. So for 2 years, okay. 2 years. Sometimes tunaongeanga nikimwambia bye ananiambia penda wewe. Wewe ni mwanaume mgani hapa anaweza tufikiri hivi akwambia tina kupenda? Nobody. Ako tu kana kwa Daniela amekwambia from the bottom of his heart nakupenda sana. Mbona nani inakuzinja? Unasikia kama unaweza bomoa kila mtu. Unasikia tu jembe nobody can walk. I am an walk. Unakuwa motivated. This children keeps us going sana. Yeah, so kama wewe ni mtoto pale and you are watching this video, maybe you are a full grown adult and you have never reminded your parent, yes, this is the mother's side of you. We will have the father's side of you later. So wacha kwanza tutawa convince kama wanaweza kuja kwa podcast. But if you have a parent who is alive, please remind them of how much you love them. Because sometimes that is the only thing that might keep them going. That is the only thing that inaweza wafanya wako na hiyo confidence, like I have my daughter, I have my son who loves me so much. Don't just show them you love them. Please ensure you also say it loud na mdomo yako unasema. Practice makes perfect. Hata kama una practice, we practice mpaka siku moja ikue from your heart, okay? Yeah, so is there anything else that you feel like sharing yenye nimeacha, yenye unaweza sikia kuna kitu sija mention and all that tukimalizia? Mimi niko naye kwani. Ama nisiseme. Sema iko sawa. Okay. Niseme tu. Sema tu. Na hakuna grudges ndio. Yeah. To the deadbeat dads. Fikiria sawa. Hivyo tu ndio.
hivyo tu to the deadbeat dad. Wale mababa ama kina baba you are not responsible. Hebu elezea zaidi because nikielezea inaweza toka na hasira kidogo. Okay, like a man, ukijua uko na mtoto, unajua uko na responsibilities. Yes. Si ati unaniachia, okay, yes, unipendi, okay, unipendi, but I have your kid. Providea mtoto wako, achana na mimi. Kama utakuwa unanitumia, unaniambia 10,000 hiyo ni ya mtoto. Wewe, like, don't do it as if ni mimi unaona ukinisaidia sana because you're sending me the money. Unasaidia mtoto wako. Like, wanaume, they need to work on themselves. Kwanza nowadays. Na wanaume wana feel entitled na ha provide anything. What can you tell them? Yona ni nguwa. Acha chance tuanze sasa hiyo fact. There are men who feel entitled. I have so many friends of mine wenye wamejikuta in relationships, wamepata mtoi na jamaa, and then this guy is not providing anything kabisa. Mtoto anakuwa hataki kujua, hajui chenye mtoto anakula, hajui chenye mtoto anavaa, hajui mtoto hata anaendelea aje. Lakini ana claim anataka kuona mtoto. Zero financial support. Zero. Hata hivyo, hata before, during the journey of pregnancy, the worst part is this guy was never there. Na kama alikuwa there, alitumanga pesa time ya kwanza na akadisappear. What can you tell such a guy? Man up. Acha nikwambie, man up. Let me tell you. Unaweza sasa hiyo mwanamke mwenye amezaa, anapo utampatia mtoto amuone ya kazi gani? Acha nikwambie, na one thing, unatoa nguvu wapi? Acha nikwambie, na one thing bana. Sisemi na badi, na uache kuniangalia na macho ya wazazi. I can be a lady, maybe, na sasa si obvious niko na huyo baba mtoto, the baby daddy, useme. So maybe ni ile tu lazima ni mama mzuri. Nataka dad aone mtoto wake. Sometimes into sitasema ishenipata, lakini sometimes mtu anajipatanga na hiyo like, okay, wewe ni babake, so you can see him. But hata lakini sometimes hata sometimes inakuwa ngumu. Sometimes inakuwa ngumu. Hata mimi nataka uone mtoto wako, but unamuona kama nani? Like, where were you? Nata kitu ya mtoto ati nataka kumuona. Unatoa wapi the audacity? Acha nikwambie. And men have audacity by the way. Audacity they want too much. You want now that imagine watakupigia simu vizuri. Ati nataka kuona mtoto mgani? But unajua people are different. Unapata there's a lady. Atampelekea mtoto vizuri. Na akili zake zote ni 6 ama 5. Atampelekea aone huyo mtoto. Ndio unajua tena unapata kuna mademo na feel ni baby needs a father, but I don't feel that a father bigger battle. If you're not there, you're not there. Just go. Wacha vile ulimwacha akikuwa na ball, muache tu aendelee na maisha yake, angangane bila mengangana, juu haukukua. But tunaweza patana na a narcissistic man. You know, huyo mtu hata go that easy. Narcissist. Sawa tu. Ifuli mimi nizambi. Ndo na feel entitled. Hata pia mimi nizaambia ladies, kwenye hata nyinyi na kiburi yenu. Kuwa na hiyo kiburi, kama hakukua. Wacha naye aende na kwende na huko kwao. Wacha na napambane na watu wa huko kwao. Sasa wewe umelea mtoto wewe peke yako. Unajua hiyo, unajua the pain umepitia being a mother. It's painful to be a mother. You needed money, you needed everything, you needed support. Hakukua. Manze usimpe hiyo chance. Usimpe hiyo chance. Kwanza ile mtu kuna sindano hizi clinic. Na unajua the worst part ni kuna sindano I think specific zinafanyanga mtoto analia sana. Zile 3. Zile kwa 3 ya hapa na hapa na hapa. Kwanza kuna ile ya kwanza 2 ya na kwambe ulali my friend. Mtu anaizalia ile hata hizi stretching ana chungu. Ama unapata joke imempanda.
like hizo medicines zina react na mtoto, alafu uko peke yako, alafu niambia tu utakuja uonyeshe bado manze. Wewe ni na kiburi bana. Wewe ni na kiburi, excuse me. Yes, na hii tunasemea kwa the men who are, one, you are not responsible completely. Hatusemei the men who the lady never told you she was pregnant. Wewe tu lisikilia tu rumors huko, and then you tried to reach out na nini, ukangangana, you know your ways. Labda ulienda majuu ukarudi ukapata kumbe dem alipatanga ball akona mtoto. We are not saying hiyo breeder tuisemei. Si tunasemea breeder, you knew very well you did what you did with the person, alipata ball and things happened. Sawa. Na bila kusahau, tafadhali, if you're a lady out there, usiwekele jamaa ball yenye si yake. Very important. Let me take this opportunity to say that kama wewe ni mzazi and maybe the father, wewe ni the father and the mother, you're not in good terms, manzi, work things out. Kuna watoto wanahitaji wazazi wote, shukisheni kiburi, especially if kuna vitu ziezi work. Kuna zinaweza work, lakini kuna hizi silly mistakes. Mingi hazi work, but kuna hizi silly mistakes. Lakini we lose a person because of a silly mistake. Wewe niambia na mkona mtoi hapo inaeleweka. Yeah. Lakini wewe niambia like mtu akona audacity ya ushampe your chance. I mess up. What should I do? Umpe chance a mess up. Let's say for example, wacha nikupatie a serious case scenario. Umempea hiyo chance, si ndio? Umesema mimi nataka to reconcile with my man because I feel our child needs the both of us. Si ndio? Or I want to reconcile. I'll give you 2 incidents that I know real life. One, it was the lady walipata mtoto na jamaa. Kupata mtoto, the lady akaanza ukora, anadanganya sijui mtoto amefaint, sijui baridi limtandika, na all this time alikuwa anatumiwa pesa na si pesa kidogo. You get. So when the guy realized all these things were lies for the last like ndo mtoia kwa kitu hadi 5 months. Tangu atoke tu hivi blalizaliwa tu hivi. Ilianza tu kukua uongo mfululizo. So the guy spent like some good money. Say kusema how much, but lakini, it is some good money. Kama huyo mwanaume anatoa. Alikuwa anatoa. Yes. Unajua kuna hiyo alikuwa anatoa. Unaweza danganya juu huyu alikuwa anasema silly mistakes. Alikuwa anatoa, by the way. Alikuwa anatoa. She was his first priority. I'm saying that because he was my very good friend. So ni beshte, tumekuwa mabeshte for like 10 years. So si mtu anaweza ndanganya such a thing, and I also am a friend to the lady. Yes. And she would tell me, mimi hata namdanganya, pesa amenitumia hazinitoshi, lakini sasa nadanganya tu ndio atume. You see? And she did that for like 5 months consecutively, and when the guy found out, ilimkuta off guard. Na yakasema your relationship hawezi, because ilifika point mpaka huyu msichana ana hack WhatsApp yake, ame hack Facebook, ame hack social media zake, ana respond to people friends wa huyu jamaa kwa social media. You see? That was one. The second one was a guy. Walikuwa kwa relationship, dem ameshapata ball. But this guy, after kupatiwa hiyo chance, the guy akaanza ku spy dem, akaanza kupitia njia, unaona ile njia chochoro ndio apate dem. So dem akaona hiyo strain ni mingi sana, akampatia chance. Kumpea chance, hata haijakaa 1 month, jamaa kuna msururu ya wasichana. Wanamtext, wakimwambia vile wanafaa kumeet. Na ni the guy ndiye initiate all those conversations. So in those 2 case scenarios, what should those people do? It can't work. Yenyewe hapo na haiwezi work. Yes. We mothers, we cannot entertain toxicity. Na we need peace of mind. So hizo bullshit zingine we cannot entertain bana. But sasa kuna hizi silly mistakes za
zile nasema yani zile tu kugombana kidogo una get hizo silly mistakes nisifanye watoto wa lose wazazi wao. That is what I'm encouraging the parents of, lakini mambo na deadbeats dads kuwapatia chance hiyo ni uongo mbaya. They will continue messing. They will mess up kama walienda tena na tena unless sasa wameombewa basi pasta mahali anakuja anakupea kingine anaenda anakuja kazi ni ku I know wanakosa opportunity pale nje, wanaona baby mama baby daddy anyimwe shit. My friend, wacha niwaambie kweli, be responsible parents. Kwa sasa hizi if you are a parent must be responsible. Our watoto they're the only people because I will encourage mothers. Life will feel messy, the sleepless nights hizo zote ni worth it. The tiny triumphs zote ni worth it. Manze mama, you are blessed, you are loved. Duku nje manze, we are supporting women emotionally, hata kama si financially, physically. We will support you. We will support you because we know how it feels to be a mother. Spiritually, amen. We will support you mothers. And let me tell you guys, being a mother is never easy. If you want to be a mother, be dedicated. Usituzalie mtoto ukuje turushie manze. Kama unataka kuzaa ukuje umlee. Utateseka, acha nikwambie, utalia, utafanya kila kitu, lakini ule mtoto peke yake atastand na wewe. That kid only. Watakuacha, this man will go. Huwezi jua uko mbele nini itafanyika, but the baby will stay with you. So mlinde tu vizuri with everything you have. Ndio nimesema life will feel messy. Lakini be strong. Manze mama, you are loved. Strong. Manze mothers, you are loved. Tunafaa tuanze organization. Kama event moja kafi ya moja yake. Let me tell you. In fact. Sawa, so usiekele. Na kama unaekelewa sasa ni kama karma labda inazunguka inakugonga, but mimi nasema tu usiekeleane, na if you didn't know that you need to show it and prove it in actions and in words. Yes, prove it that you really need to take care of that child without threatening that lady, without starting to impose some very weird unaanza kuspy mtu, unaanza kutumana sijui magangster wamtafute wamkidnap ama wakidnap huyo mtoto. Sasa now you are being a narcissist. Hiyo pesa ni nyumba yepa. Yes. Hata kama hatataka hiyo pesa, tafadhali tuma tu yenye uko nayo kidogo, itasaidia mahali, and with time maybe anaweza kuconsider. Usiforce kama hayuko willing kukubali bado because of the pain, because haja heal, then usiforce. Give it time itaonyesha, but pia hiyo time unaipatia ni everything of yours should speak you mean what you are saying or what you are demanding. Usidemand mahali hautoi kitu. Na nitaquote Biblia inasema namna gani? A man should be a provider. Amen? Not unless he got sick or he on a special instance or circumstance, you are allowed not to. But from the word go, you're supposed to be the provider. I am your host, Precious Owoko. This was the episode of the First Time Moms. By the way, ni mama boys. So probably I might look for mama girls. They tell us their version, but here sitaki kuwa promise. This one I did promise you, na nime deliver this time. So if you're watching this tonight, make sure you follow us on all our social media handles and continue to subscribe to our YouTube channel. Follow us and share the link to whoever this content might be resourceful to. Bye.